ni mtendaji, ni mtekelezaji. Kwa hiyo kujifunza nguvu ya utii na faida zake kwa mtakatifu. Haleluya. Bwana. Amen. Kwa wapendwa, leo tunapata neema kubwa ya kujifunza somo hili la utii. Kwa nitaanza kueleza maana ya utii ni kitu gani. Halafu tutaendelea na Roho Mtakatifu kupitia maneno yake ya uzima hata tuweze kujifunza neno hili ili tunapoondoka tuweze kuwa na uhakika katika kumtumikia Mungu kupitia utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili lina tafsiri ya kuzingatia. Kutii ni kuzingatia. Kutii ni kukubali. Kutii ni kutenda sawa sawa na maagizo. Na hivyo utii huambatana na unyenyekevu. Utii huambatana na unyenyekevu. Narudia tena. Utii ni kuzingatia. Utii ni kukubali. Utii ni kutenda sawa sawa na maagizo. Na hivyo utii unaambatana na unyenyekevu. Na Yesu Kristo alitii na akanyenyekea na hata mauti ya msalaba akanyenyekea. Roho Mtakatifu atuwezeshe tutende sawa sawa na neno hili la kutii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa tutasoma maandiko na Bwana atuwezeshe tuende sawa sawa na mapenzi yake. Kwa msomaji wa karibu tuweze kutusaidia kusoma haraka. Tutafungua kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa 7. Amen. Basi mtiini Mungu. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutii. Na bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu huwezi kutii. Hata ufanyeje hakuna. Lazima una nguvu ya kukusaidia kufanya nini? Kutii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu inayokusukuma, inakupeleka mbele, halafu unatenda. Bwana apewe sifa. Amen. Neno ni Kristo. Jamani, sio Yesu mwenyewe. Amen. Neno alitaka kama tu utachukua Bikira Maria, utachukua mimba na utazaa. Neno. Na hili neno ndio tunatumia leo. Haleluya. Liwe hai kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa neno hilo Yesu mwenyewe anatuambia sasa tutii Mungu, halafu tumpinge nani? Shetani. Naye akishapimwa anafanya nini? Anatoweka. Anatuachia Mungu. Kwa Roho Mungu anatawala. Kwa maisha yako na akili zako zinakuwa mbele za Bwana. Bwana apewe sifa sana. Amina. Amina. Kwa neno hili Mungu anaweka msingi wa kwanza kabisa kwa mafanikio ya mwanadamu kuwa ni kumtii yeye. Ili ufanikiwe mafanikio yoyote, tii. Ili uinuke katika mambo yoyote, tii. Mungu alifanya jambo kubwa sana. Kwa tufanye hivyo na Bwana atatubariki. Haleluya. Na anasema ukishatii mpango wa Mungu, shetani kwani ni nani? Lakini shetani ni kitu kubwa. Anasema yeye ni mfalme wapi? Hapa duniani. Naona mfalme. Bwana anatawala. Kuna maeneo yote anatawala. Ukicheza ukaacha ile roho ya Bwana ukaenda katika mwili. Tunda la roho kaliacha, tunda la mwili. Ninakwaka shetani. Anacheza na wewe kama unapenda. Hutamwona Mungu kamwe. Utacheka utafanya nini lakini kuna kitu. Kwa tumpinge shetani naye atafanya nini? Kwa nguzo kubwa ambayo imesimika ufalme wa Mungu. Amina. Amina.
Tunaona jengo kubwa namna hii. Kuna nguzo, yaani kuna miamba, kuna ile uwepo. Ndio maana hakuna kupasuka. Haleluya. Amina. Imewekwa kwenye msingi imara. Na wewe hebu ingia kwenye msingi imara ya kutii. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ndio imara. Shetani atakuja kwa namna pekee, hawezi. Wewe tayari na msingi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hebu tuende katika utakatifu wa Mungu kwa njia ya nene kutii. Amen. Roho Mtakatifu akusaidie, akuongoze, azungumze na wewe. Ukiwa na maisha ya kutii, hakuna mahali utapungukiwa, hakuna mahali utaonewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Kwa ukitii na kutenda sana sana mapenzi ya Mungu, wewe utakuwa uko juu tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuwa safi. Tusomee Samueli wa kwanza mlango wa 15. Kitabu cha Samueli. Mstari wa 22 na 23. Samueli wa kwanza. Tunaenda kuona kisa cha Sauli. Nilipata atusomee. Tulikuwa tunaenda hivi, tunaenda kwa Marko. Samueli wa kwanza mlango 15 22 na 23. Tasoma. Amen. Naye Samueli akasema, Je, Bwana hupenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe, usiwe mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tena nalinganisha na hali ya kawaida ya mwanadamu. Usipotii unasema wewe sawa na mchawi, sawa na kinyago, unanyang'anya kitu ulicho nacho. Amen. Hakuna kitu tena kwa sababu ya kutokutii. Hivyo watumishi wa Mungu mpendao na Bwana, leo tuweke roho zetu safi mbele za Bwana. Amena. Tusafishe maisha yetu. Tii kwa kila jambo litokalo kwa Bwana. Tutii. Asa usipotii utakuwa kama kinyago. Ndio kinyago kinaweza kawekwa tu kikanenewa pale. Unaenda tu kama kuna kiabudu lakini hakina kitu. Saa nyingine pepo inaingia pale kinyago usinywa kukione, unatafuta tena unasema kiko kingine. Unahangaika. Unafananishwa na mchawi. Asiyetii sawa sana nani? Mchawi. Hebu leo tukatae hadithi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu atuwezeshe. Tumpokee kweli, Roho Mtakatifu atusaidie tuatii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Amen. Ukiangalia mstari wa 24 anasema kitu cha kwanza. Sauli anasema hakutii sauti ya Mungu, ila alisikiliza wanadamu wanataka nini. Ndio maana alinyang'anya, alipigiwa mbali. Hakuwa na kitu tena. Hata wale ufalme wakanyang'anya kwa kusikiliza wanadamu. Nani nakuuliza kama upendo kwa Mungu? Mara ngapi umesikiliza sauti ya Mungu na mara ngapi umesikiliza sauti za wanadamu? Hilo unalo moyoni mwako, lazima ujitenge nalo. Amen. Amen. Lazima uamue utakwenda namna gani. Je, utatii Mungu au utatii maagizo ya shetani? Na maagizo ya shetani ni ile tunda la mwili. Tukifungua hapo utashangaa. Kila kitu na shetani amekaa na ndio kiti chake. Na hii tunda la Roho ni Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa tubadilike. Unaweza kuona tu neno lenyewe na harufi ngapi? 1, 2, 3, 4. Dogo, lakini kwenye maisha ya mwanadamu ndio unaosimama kila mahali. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mahali. Ukiangalia nyumba zetu, mtoto spoti, fimbo. Unamlekeza kwa shule, fimbo. Kazi, usipoti, ni fimbo ile ndio maana unafukuzwa. Yaani neno herufi 4 linadumu katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo. Na mafanikio usipoti hili tu, hakuna. Utahangaika mchana wa siku, hautafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tunakumbushana Roho Mtakatifu kwa njia nini? Amen. Sema ukitii utakula nini? Yaani maana mema ni mafanikio. Maana mema ni uhai. Maana mema ni uzima. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mema. Usipofanya hivyo utaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa yule ambaye ana roho ya Mungu ndani yake, haya maneno yanaingia yanakaa. Yaani sisi tunasema kushake, yaani yanatikisa. Yanakutikisa. Uamue kweli wa maisha yako. Leo wala sio kesho. Haleluya. Amen. Ama Roho Mtakatifu anakutikisa kwamba je, unaenenda kwa utaratibu au bado una mbinu zako za kidunia? Lakini sisi kwa Yesu tunabeba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko safi mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio ile tunasema kwenye Isaya 1:19. Kama mkubali na kutii, yaani kukubali. Kwa roho ya Mungu ya kukubali. Nashukuru kwa ajili ya kanisa. Na wewe unaniangalia. Ya kwanza, mnakubali mnakuja wapi? Kanisani. Amen. Ndio kwanza. Na pili ndio nasema sasa kukubali sasa kutii. Kula mema ya nchi. Sasa ndio tu wanaofuata kufaidika na matunda ya kutii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matunda nini? Ya kutii. Hautarudi nyuma hata siku moja. Japokuwa shetani huko na huko, lakini jaribu liko tu ili kutuimarisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Linatufanya tusonge mbele. Kama maisha yetu hayana majaribu, tunaabudu nini? Tutamwomba nani? Tutamlilia Mungu? Hata tutakuwa starehe. Tutamwacha Mungu. Jaribu liko kutufanya tusonge mbele. Haleluya. Amen. Na tufanya tupite mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Na shangaa mpaka chekechea wanafanya majaribio. Kwa nini? Wapite wasonge. Haleluya. Amina. Chekechea. Wanafanya mtihani. Eti wewe hutaki mtihani. Nataka kubwelele. Hakuna. Pala jaribu tu. Nasema kama huyu sidhani kama ni Mungu. Kama ni Mungu hapa. Kama naacha na kanisa lako, sisi hatuna kanisa. Kama unaacha na kanisa lako, labda kanisa lipi? Hapa sio kanisa. Kanisa ni wewe. Haleluya. Amina. Mwili wa Kristo ndio kanisa. Ukisema unaliacha na kanisa lako, lipi? Usijidanganye. Nenda mbele za Bwana, kiri, mrudie Mungu aliyekuumba. Amina. Haleluya. Amen. Malengo yako lakini iko mchezo kutoka. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Kwa utii maana yake ni ushindi. Yaani beba hiyo moyoni mwako. Ukitii tu ukiwa wewe ni mshindi mambo yote. Kabisa. Ukiacha kujaribu na shetani lakini wewe ni mshindi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wewe ni mshindi, zaidi ya mshindi. Kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo angalia maisha yako. Angalia mambo kwenda.
Kwa hiyo lazima tumkiri Bwana Yesu kwamba ni Bwana wa maisha yetu siku zote, na yote yanayokuja Bwana atatupigania nayo. Haleluya. Japo utapita katika majaribu mbalimbali, lakini Mwokozi Yesu atakupa maisha ya kumtii Yesu. Amen. Kama utaki kumtii Mungu ukafanya ya kwako, na maana kuna njia nyingine ya kutii na njia nyingine ya shetani. Yaani kukataa upande mmoja, wa pili unakuita. Ndivyo ilivyo. Ukikataa wokovu, unaangalia upande wa pili, ni dunia. Na dunia inaenda kukundwa pamoja na mambo yake yote yataishia huko. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima unisikie na utamani, na hiyo siri ya ushindi ingia moyoni mwako, ndipo utafanya kazi ya Mungu. Lazima nikirikiti kama unasema. Sasa Mtakatifu anaingia huko, anakiketi. Anafanya mambo, anakuelekeza, anakuelekeza, mwanangu rudi nyuma, angalia ukotoka, shika hili, nenda mbele, simama. Unasimama na Kristo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa faida nyingine kubwa ya kutii, nasema unamfanya Mungu akuamini. Haleluya. Amina. Yes. Alipomuona mwanawe Yesu akajiaminisha, Yesu alitii na hata mauti ya nini ya msalaba. Mungu akafurahi. Amina. Akamwamini mtoto wake. Na hivyo leo tunaitwa ukitii tu ya kwanza, faida ya kwanza, utafanya Mungu akuamini maisha yako. Amina. Mtu anayekuamini jamani, chochote kile atataka kufanya, unapewa tu au unaruhusiwa tu. Anakuamini. Jina la Bwana libarikiwe. Anakuamini. Wewe nyingine katika kumtii Mungu, anasema Mungu anafanya akupende. Haleluya. Sisi wapendwa na Bwana tunadema mbele ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya Mungu akupende. Kwa unapopita kwenye gari ujue tu halina kitu. Yuko mfano wa ufalme ambaye anatii yeye. Amen. Iko siku unapita kwenye mambo magumu makubwa, lakini kama yuko unayetii, anayekupenda, anayekujali, utashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe chini kwa sababu unakumbuka Mungu na unatii mambo yake. Na mambo ya Mungu ya kutii ni mepesi. Amina. Amina. Si yale ya kuambia sasa natakiwa wewe utoe mtoto wako tumle ndio uweze kubarikiwa. Natakiwa usiku saa 12 nenda kujapanda ukasimame pa. Hapo mateso. Kwa Yesu ni rahisi. Haleluya. Amina. Nikuwekeza Bwana, niko tayari. Nitumie upendao. Amen. Wekeza kwa Mungu. Safi. Kabisa. Jamani, tumetoka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanaokoa ya miaka 60, ya miaka 50, ya miaka 30, ya miaka 10, lakini Mungu anakuangalia leo. Unatii. Amen. Leo nishaka kusawa. Akija leo atakuchukua. Makamaka. Leo yajulikana kabisa. Niliokoka wakati ule wa shida, wa njaa, wa hili na hili. Sawa, hiyo ni story. Tunataka leo kazi ambayo Bwana ametupa umefanya. Haleluya. Umefanya. Na kazi leo tunachukua na kufunga leo kumtumikia Mungu. Kupitia nini? Yesu. Kulitangaza neno la Bwana. Amina. Mungu anasema, Yesu anasema kwa mfano kwa watumishi basi sasa kama umeokoka halafu kuna cha kufanya basi usije
uende mbinguni. Lakini kila mmoja ukiokoka kuna kazi ya kufanya. Amina. Wengine kufuatia, wengine kufunga, wengine kupeleka baraka. Yaani kila mahali unapewa jambo la kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi ya Bwana kungali haleluya. Wape tena kazi ya Mungu, utaona matunda. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe wapendwa. Amina. Fanya nyingine ya kutii Mungu. Anasema Bwana atakubariki kila inaitwa leo. Atakubariki kila inaitwa leo. Hamna mtu ambaye hapendi baraka. Haleluya. Kuna mtu ambaye hapendi kubarikiwa. Wapendwa, ambaye anasema mimi nimeshatosheka Bwana kubarikiwa, nimeshatosha. Nyosha mkono wako. Kama wewe unasema unapenda kubarikiwa na Mungu wetu, nyosha mkono pia. Nyosha kwa sababu gani? Unamkiri Yesu kwa matendo yako, kwa kunyosha kama Yesu, wewe ni Bwana wa majeshi. Wewe ni Mungu wangu. Tenda upendao. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Kuna mambo mengi ya kutii. Mmoja wapo ni Yusufu. Maisha ya Yusufu kwa kutii alibarikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Baba waziri mkuu pale mchezo. Hapana. Alipita. Akatii sauti ya Mungu. Akaenda. Akafanya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mmoja bora kabisa wa kutii. Mwingine katika Biblia aliyetii ni Ayubu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimtendee Mungu wangu. Kama amejiplota kila mahali, kama sema mkanali huyu aliyemwezesha mpaka sasa nipo, nitamkanaje? Akatii Mungu. Haleluya. Akatii sauti ya Bwana. Je, Mungu hakumrudishia faida? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Kila kilichopotea kirudishwe mara moja. Kingine mara moja. Alipata watoto wazuri kuliko hawajawahi kuonekana duniani. Haleluya. Alirudishwa mifuko, yaani huwezi kuamini. Maalum. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna faida kutii Bwana. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena kwa imani akafanya. Hebu na wewe geuka. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kutii Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaposema Roho Mtakatifu, nijihakikishie kabisa unaye. Amen. Amen. Unaye. Sio maneno, unaye. Sio masimulizi, unaye. Na dalili ya kwamba unaye Roho Mtakatifu ni kufanya kunena. Amen. Na kunena inasema unajijenga mwenyewe na Mungu wako. Haleluya. Kama unajijenga na shetani hawezi kukuta tena. Maana jinsi unavyoona shetani anachanganyikiwa. Asema mtu ananena nini? Labda anataka kuniua, anataka kunipoteza. Anatoweka. Umejijenga. Umejiweka wakfu mbele za Bwana. Haleluya. Tamani kanisa lenye Roho Mtakatifu ndani yake ni kanisa linalokuwa. Amen. Ni kanisa linaloongezeka. Kiona kanisa limedumaa, hakuna Roho Mtakatifu. Ni kubatisha. Wachache na wengi hawana. Wanaenda kwa mwili tu. Hata ukiitisha mchana na tumeshoka. Kwa ajili ya Roho Mtakatifu anasema lugha kabisa. Bwana anatuwezesha. Haleluya. Amen. Ndio kwa mchango mimi yote Bwana anania naye. Haleluya. Anakupa nafasi. Unapata mtoto. Lakini hana Roho Mtakatifu
manunguniko. Tumechoka. Umechokaje? Kaa nyumbani. Umechoka, umechoka. Rudi tafuta mahali ambapo unaona hauchoki. Lakini hapa kwa Bwana tutafanya kazi ya Bwana mpaka inapoitwa jioni na asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fanya kazi bila kuchoka. Unaye unamtegemea. Simba wa kabila la Yuda. Yesu Nazareti. Kufa kwa ajili yetu, kufufuka. Henda zake katuachia roho yake. Anadumu nasi hata milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Roho Mtakatifu. Amen. Anasema kwa kutii kwa unafanya gharama, unatenda gharama. Kama nilivyosema hata asubuhi, gharama. Kufanya kazi ya Mungu ni gharama. Haleluya. Gharama. Na gharama hizo yuko anayekuwezesha kuzipata. Haleluya. Yuko Bwana anaziziba gharama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ameona mtu anasema mimi yani mwanzo 1500 tu. Bwana itajulikana mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yangu mmoja anapigia simu jana. Anaeleza jinsi ambao alienda kwenye kongamano akatoa kilichokuwa cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alitoa shilingi ngapi? Ananiambia ametoka jioni. Ananiambia Mungu alipotenda. Yaani hajajua aliyemwekea pesa kwenye simu 200,000. Bwana Yesu asifiwe. Laki sasa kutoka 20,000. Umepata mara ngapi? Si mara 10. Bwana Yesu asifiwe. Mara 100. Kwa usijali, nakwambia toa. Yuko Bwana kujazia pale ambapo kuna pengo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Inawezekana. Tumikie Bwana kwa moyo na kwa akili zako na kwa nguvu zako. Ukimtarajia Roho Mtakatifu akuongoze. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kutii ni gharama. Kuna hiki. Wewe unapiga mahesabu. Unasema hapa Bwana haendi. Lakini mwingine anasema hapa ndio mshiko wangu unakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mshiko wangu unafanya nini? Na niwaambia ukiona michango ni mingi, jua kwamba Bwana anakutokezea mbele. Haleluya. Bwana anakurudisha vitu vilivyokuwa umepotea. Kwa mpango wa Mungu anataka jaribuni basi. Kwa hiyo na sisi tunaona matokeo. Bwana asifiwe. Tunaona faida ya kutii na kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mfano huo wa kutii tunaona Waefeso 5:22. Aliyosoma andiko tatu. Mama tusomee mara moja. Bwana wetu. Kama kumtii Yesu. Na hii tunapoambiwa neno hili, sio tu likaisha kwa wanawake, hapana. Inatupa mfano wa utii kwa mama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Liko kila mahali. Yaani Bwana anatoa kwamba ni mfano wa utii kupitia na wake zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sio kwamba ni wale tu, hapana. Neno ni pana na tutu sisi sote. Amen. Utii kwa ni wa mama tu, kama ni wa baba tu, wale ni vijana, utii kwa wote. Hata watoto wanatii. Usipite pale. Kuna shimo. Ametii. Kwa tutii wote katika kazi ya Mungu. Amen. Haleluya. Kwa hapa tunapata fundisho la kwamba Mungu wetu anataka tumtii na tuwe na tabia za kama wake zetu. Haleluya. Amen. Ndivyo anapenda kutii kupitia
mfalme wa wanawake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso hiyo 6:1-5 tusomee hapa. Inasema, amen. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Yes. Maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Yes. Upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Amen. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kabisa. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Haleluya. Naona mfano hii ni halisi. Amina. Kila mmoja anapewa mwongozo kwa kutii. Kwa kila mmoja, na mimi na wewe tunapewa mwongozo kufanya nini? Kwa kutii Mungu. Haleluya. Amen. Tukitembea katika mwongozo wao tumefanikiwa. Kwa mfano huu anatoa ili tuwe na mfululizo wa utii kulingana na kiwango cha kutii Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa utii ni agizo la msingi sana kutoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Toka Agano la Kale mpaka Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nani yuko tayari kutii Mungu? Nyosha mkono wako. Haleluya. Alafu kumtii Mungu tu haitoshi. Nani yuko tayari kuwatii watumishi wa Bwana? Haleluya. Haijatosha. Nani yuko tayari kuwatii hata ambao wanakaa nao nyumbani kila mahali? Nyosha mkono. Wewe ni baraka. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa mpendo na kuomba kupitia Roho Mtakatifu na kusihi kwa Yesu Kristo wa Nazareth, uwe na tabia ya kutii kila kitu leo. Haleluya. Amina. Kila inaitwa leo iwe ni tabia yako ya kila siku. Amen. Amina. Hujui ni siku gani, ni wakati gani Bwana anakuita. Ni siku gani, muda gani unachukuliwa. Una mapendo mengi, una maneno, una shutuma nyingi. Siku yako inakuja. Hamna nakuchukua. Huioni mbingu. Tayarisha maisha yako kwa ajili ya Bwana. Tayarisha maisha yako kwa ajili ya Kristo Yesu. Amina. Amen. Hujui leo na kesho tutakuwa. Au saa hii unapotoka. Jiweke. Surrender. Jiweke wakfu mbele za Bwana. Jiachilie. Kwa Mungu nisaidie. Ni tabia kutii wewe na wanadamu. Amina. Wote tunakutii. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo tukubali pia kubeba kila aina ya gharama katika kutii Bwana. Kumtii Mungu ni gharama kama unasema. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Na gharama hizo yuko ambaye anazibeba, sio wewe. Hebu wewe jaribu kufanya. Mwambie Mungu nishafanya. Amina. Kabisa. Jaribu kuomba. Kuna mchango, kuna harambee, kuna nini, kuna mkutano, kuna kitu gani? Jaribu hapo. Amina. Amen. Toa kwa chaguzi. Hapo uone kama Bwana alivyokushika. Amina. Yuko tayari na kuchunga. Aliyewakwake Mungu wote anamchunga. Haleluya. Asipate mabaya, asipate dhoruba, asipate ajali, asipate mauti. Kwa sababu anamhitaji. Amen. Bwana anamhitaji. Hata mimi niwaambia kila kitu. Kwa ajili hiyo, Bwana anamhitaji. Sio rahisi kufa mapema. Haleluya. Amina. Sijakamilisha kazi niliyotuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mauti ni nini? Amna. Talipita mimi nitasonga mbele kwa Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu kulipa gharama, watu kutafuta Mungu, watu kuishi maisha matakatifu ya kutoka kwa Bwana. Bwana apewe sifa.
Tusimame. Tuimbe tenzi. Bwana useme yako awe sehemu ya maisha yako, sehemu ya utumishi wako, sehemu ya kazi yako, kila mahali neno mtongozi. Praise God. Tumisha Mungu. Great. Yes. Amen. Yes. Hivi katika roho kweli, alafu tutamwona roho Yesu. Mungu wako anatupa leo wala sijafikiria.
Neno hili likawa chini ya machakua. Tii kila mahali. Timu utapata faida. Wala hatakuacha, wala hatakukumbukia kwa mbele zake. Bwana atatenda jambo jipya. Hapo uzima wetu na maisha yetu yako chini ya daraja ya chini. Baba, tumekuvuka daraja. Kwa uone mkono wako. Ona jinsi mkuu unaweza na kufanya kazi kwa uwezo. Tunamshukuru kwa kuwa neno linatoka kwako. Libariki, litakase, likawe chini ya maisha yetu. Kila mmoja na ambe Bwana Mungu, wewe ni Bwana uliye hai katika mambo yote na zaidi katini na hata mauti ya msalaba. Yesu Nazareti katundikwa msalabani kwa uchi na kinyaji. Sisi nasi tufuate mtindo, tukufuate Bwana Yesu, tukachika kila jambo, tukawa katika kila jambo. Tupe nafasi ya kurejea kwa Mungu. Roho Mtakatifu, thibitisha kwa kila mmoja kama Bwana tunapenda, kama Bwana tuko pamoja naye. Na siku ya leo iandikwe katika historia ya urejesho katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru katika neema hii. Wote pamoja Bwana mnaoniangalia. Nenda mbele za Bwana, leta toba la kweli, na Bwana atakufariji, atakurejeshea hata vilivyopotea, vilivyoamrishwa vitarudishwa, vilivyopotea vitaonekana, na jina la Bwana litabarikiwa. Ninakushukuru kwa neema hii. Na kila mmoja Bwana akuhudumie. Bwana amekuwa katika jina la Yesu. Siku ya leo barikia, tia mafuta, mwezeshe adumu katika Yesu Kristo. Na zaidi upako wako katika juu yake. Tende yale ya kupendeza wewe. Katika jina takatifu, jina kuu la Yesu Kristo Bwana wetu. Tuseme wote amen. Amen. Tunaweza kuomba kwa wengine. Mama endelee kuomba kwa wengine ambao hawako katika makanisa wala wapi majumbani na wagonjwa wana shida mbalimbali. Na utaratibu wa kuomba. Karibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, mtakatifu, mtakatifu uliye milele. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, wewe uliyetuumba kwa sura yako na kwa mfano wako Bwana. Ninasimama hapa Bwana kama mtumwa na mjoli mbele zako, nikiwa dhamana ya wengine ambao wako vitandani kwao ambao hawawezi Bwana. Asante Yesu kwa damu yako iliyomwagika msalabani, na hata sasa bado inanena mema juu ya wasioweza, inanena mema juu ya watu walio vitandani kwao. Wewe Yesu ni sababu ya kulituma neno lako juu ya mama yule na kwa baba yule na hata kwa yule mtoto. Kwa jina lako Yesu Kristo ufanyike sababu Baba juu ya yule mtu apate kuwa mzima. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, Baba nalituma neno lako liende kama uzima ndani ya yule mama, likapenye kama uzima ndani yake, likaingie kama
Matangazo mawili tu. La kwanza, wale ambao wamekubali kuwa pamoja nasi katika kanisa letu hili, kama hujajaza fomu ya ushirika, fomu ya kanisa,